na viainishi kwa kutumia data iliyokatwa kutoka kwenye njia ya chombo hicho kwenda kwenye kituo cha awali. Ninakumbuka kijana mdogo Terence Royer, Marekani, ambaye baba yake wa kambo Roger Locke alifanya kazi katika kituo cha anga za juu cha Zanzibar, ambaye alikaa miaka michache Zanzibar akiwa mvulana na akisoma Zanzibar, amepata kuandika. Anasema vifaa vya hali ya juu vilionekana vikishushwa Zanzibar. Vilikuwa ni vifaa vya kisasa vyenye uwezo wa kuziona nyota kwa ukubwa unaoutaka. Vifaa hivi na masomo haya yaliwavutia vijana wengi wa Kizanzibari. Anasema anakumbuka wanafunzi katika shule aliyokuwa akisoma walikuwa wanazijua ratiba zote za safari za anga, na anakumbuka walikuwa wakilala ufukweni usiku kwa kufuata ratiba za wataalamu wa juu, wakitazama juu, wakingoja chombo kupita angani ili wakione. Mambo haya hayasemwi kabisa juu ya utukufu, umahiri, uwezo na namna tulivyo na maeneo matakatifu ulimwenguni. Yakaja mapinduzi na mabadiliko Zanzibar. Kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 1961, mashaka juu ya nia ya kituo cha anga za juu cha Marekani yalianza kujitokeza, na upinzani mdogo dhidi ya uwepo wake ulianza. Baada ya mapinduzi mnamo Aprili 7, 1964, serikali ya Marekani ikatangaza kwamba itafunga kituo cha anga za juu cha Zanzibar baada ya ombi ya serikali ya Zanzibar. NASA mpaka leo imeandika, tunajutia sana hitaji hili kwa kuwa kituo kilitumiwa kwa madhumuni ya amani ambayo yangeongeza maarifa ya kisayansi ya mwanadamu. NASA inasema na kuongeza kuwa watatafuta maeneo mapya katika Afrika ya Mashariki kwenye njia za mzunguko wa dunia. Kwa bahati mbaya sana walikwenda Madagascar. Baada ya miaka mingi ya ushawishi kukifungua kituo hiki, Uingereza na Waarabu wakiwashawishi wa Zanzibari, hapa kulikuwa na mgongano wa kimaslahi, kwa sababu Zanzibar ilikuwa tayari imeanza kufanya ushirikiano na serikali za Uchina, Ujerumani Mashariki na muungano wa Kisovieti, na mielekeo yake ya kisosialisti ikawa ni kielelezo cha kidiplomasia kilichoshindikana juu ya mradi huu. Wakati huo huo, Tanganyika nayo, ambayo ni Tanzania bara ya sasa, ilikuwa tayari na yenyewe imepata uhuru, na wakawa na mkakati wa kuungana na Zanzibar mwaka 1964 na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachosikitisha leo, kituo hiki cha anga za juu ni ganda lenye kutu lililo ardhini, lililojaa graffiti, lisilo na alama muhimu za kuonyesha jukumu lake la kimkakati katika mbio za anga ulimwenguni. Bado historia inaturudisha katika ufalme wa Kano. Kituo hiki kilibaki wazi kwa miaka miwili zaidi na kikafungwa mnamo Desemba mwaka 1966. Lakini serikali ya Nigeria iliendeleza kuzindua mpango wake wa anga na satellite angani tangu mwaka 2003. Serikali ya Nigeria hivi sasa inaandaa chombo chake chenyewe na wataalamu wake wanaanga, na inabainika kwamba itatuma wanaanga angani ifikapo 2030. Eneo la Tunguu ni moja kati ya maeneo bora kabisa ulimwenguni. Haya hayasemwi kabisa mara nyingi.